nasty massacre, a true reflection of you. Now, the Independent Policing and Oversight Authority has forwarded over 170 cases of police-related cases to the Office of the Director of Public Prosecutions in Kenya. Tonight on Checkpoint, KTN News Crimes and Investigations editor Hussein Mohammed puts the faces behind the numbers of police brutality in Kenya in a special report, Killed in a Pandemic, a story of the lives of victims killed by the Kenyan police in the slums of Kenya. Take a look. Mimi ningeomba serikali justice ifanyike. Yassin, ni kama nimetolewa hivi roho yangu. Naomba tu serikali anifuatilie hiyo kesi. Kevin alitolewa kwa nyumba. Nilimpata city mortuary akiwa na bullet 9 za uso. These are some of the last memories of a young Kenyan who has been the face of police brutality in Kenya, a brute force which has killed the hopes of slum dwellers. At least 87 cases of police brutality have been lodged at the police watchdog group, IPOA. Innocent life matter. Innocent life matter. Those expected to protect and serve use the same weapons to harm those they sought to protect. The bullet has killed more than the virus in the slum areas of Nairobi. My name is Hussein Mohammed, and this is Killed in a Pandemic. When the nationwide dusk to dawn curfew was imposed in Kenya due to the coronavirus pandemic, the protectors of life and property were captured on cameras, breaking the law with no shame or second thought. Police officers were seen violently enforcing the curfew, leading to 6 days in the first 10 days. For people who have never witnessed a curfew, for police officers who mostly have never enforced a curfew, pictures witness paints the grim reality of the backwardness of service delivery of the police. This prompted Kenyan President Uhuru Kenyatta to apologize to citizens for what was witnessed. I know, especially when we introduced the curfew, maybe in the initial stages there were some challenges, and I want to apologize to all Kenyans, maybe for some excesses that were conducted or happened. But deep in the slums of Huruma, someone else was witnessing as police officers enforced a curfew. He sat in his balcony together with his siblings as they watched Kenya police officers drawn from a local police station conduct patrols. Yassin, siku kulikuwa na maviti hapa. Hii juzi ndio nimefanya repair. Kwa hivyo unaona hii alama hii. Kuna kiti ilikuwa inakaanga hapa permanent. Hii alama hii. Kwa hivyo Yassin ukiangalia mguu yake ilikuwa hapa. Ndio hiyo kiti. Juu ni kiti ilikuwa ya chuma hii, yani kitu kwa tumejaza mzigo juu. Sasa Yassin alikuwa juu hapa. Makosa alifanya huyu mtoto, yeye amezoea kukaa hapa ni kwao. So alikuwa na mama yake hapa, mandugu zake hapa. Hao ni ile tu makelele walisikia za nje za manduru na marisasi na matia. Hata ilibidi wakuje wajiangalilie ni nini endelea. Lakini walikuwa kwao na walikuwa wamesimama peacefully. Ni watoto wangu kuna discipline, tena hapa ni kwao. Si ati nyumba ati iko na wapangaji ati wanaweza kosa behavings hapa. Hapa ni nyumba yao. Na Yassin anapenda kufanyia homework hapa, yeye anapenda kukaa hapa. Hapa ndo anapenda kusikiza makorani zake. Na askari alisimama pale na akamshoot. Walikuwa karibu wengi lakini mmoja ndo alimshoot. Na alikuwa pale na hata mama alimwona juu alikuwa na ile bunduki ya kumulika. Inamulika taa green. Juu alimulika na hata wale maneibu waliona, hata mama mwenyewe anasema huyu jamaa tumulika sana, ndo akakuja. Before they went upstairs to the balcony, these are some of the memories that they captured. This is Yassin Moya,
playing with his brother Ali Moya. As his name suggests in Swahili, Moya was the heart of this family. Yassin would sit here every night, but the night of March 13th was his last. Sijui ndaongeaje. Yassin nyamangu. Yassin siwezi msahau, ni mtoto wangu. Nawezi kutoka kwa roho. Mtoto nampenda. Nimemlea nikihangaika sana. Na alikuwa amefika pale naona niko na mtu kwa nyumba. Sioni hiki tukae tanitoka. A bullet ripped through his stomach as he looked to his mother and siblings for help. But it was too late. Kufanya tu hivi nikasikia ile toa. Mimi nikamwambia laleni chini. Sasa mimi nasema laleni chini Yassin amekaa hivi. Mimi nikafikiria akaniambia mama nimegongwa. Sasa mimi kwa akili yangu ni hiyo kiti ya chuma imemgonga ama ukuta kienda kulala hivi chini akagongwa. Mimi nikamwambia wewe nyamaza nini? Juu anapenda kujoke sana. Sasa ndo akasema wallahi mama nimegongwa. Sasa yeye kusema wallahi nikajua hauwezi sema kitu. Wallahi kama hayuko sure. Aisha ndo amesema karibu na yaka mno hivi. Mimi nilimuona nikaona kama niko kuota mtoto mwingine ajabu unaona. Ile style niko kuota hii ndoto siishe tu mimi niamke. Juu siwezi imagine risasi imepiga mtoto wangu na niko karibu na yeye unaona ni kama hadi sasa ni kama tu siku moja nitakuja kuamka nipate tu nilikuwa naotanga tu hizi vitu zote zitaisha tu ni kama nimwambie Yassin nimeota hivi na hivi aniambie mama mimi niko tu hapa. Yassin alienda wapi? Yeye anajua Yassin alishutiwa na alikuwa karibu na Yassin na huyu dada yake anaitwa Asman. Hata leo yeye upanda balcony akifika pale anaangalia hiyo balcony mtoto anaanza kulia, anauliza brother wangu ako wapi? Sisi tuombe tu mtu ako OC atakuja, lakini sasa anaona hiyo OC imechukua muda sana. Yassin was silenced by a Kenyan police officer bullet while enjoying the warmth of his house. Hakuna wenye naweza waambia hata kwa nyumba tuko safe. Nje mimi nilikuwa najuanga si safe, ndani ndo safe. Sasa hata sijui wapi ndo safe. Not known to many, Yassin was a keeper of books for the traders in Kiamaiko who sell goats and also a young teacher of Quran to the old men in Kiamaiko. Yeye ndo alikuwa anatuswalisha kwanza curfew ianze ama tukiamkanga saa nyingine unajua tunachelewanga. Sasa yeye akikuja anapata sisi bado tumelala. Nyinyi mnajiamka kuswali. Tunamwitanga imam, yeye ndo anatuswalisha. Mtoto wangu askari amenikosea. Sisi tunazaa watoto watusaidie, watuzike, watuinue. Leo sisi tunakosa watu wa kutuzika, kutuinua, wanauliwa wakiwa wadogo, tena wakiwa kwao. Huyo mtoto hajaona dunia, ndio alikuwa anaiona. Huyo askari anamuondoa. Naomba tu akitendeke kwa usawa. Mtoto wangu alikuwa ni mtoto ana discipline, alikuwa mtoto ana dini. Mtoto alikuwa na sifa mzuri mtaani. Watu wengi waliumia. Hata wale wamjui waliumia. His dream was to become an Islamic scholar. The money he saved from the traders, his mother tells KTN News that he wanted to buy her a precious gift. Sijaiguza. Nashinda vile ndatumia, sijui nitanunua nao nini, sijui nitafanya nini. Saa nyingine nasema ama nilichukua hiyo pesa chama niongezee, nikasema nitaongezea ninunue mkeka nipeleke kwa madrasa yao, kwa shule, nikasema nitafanya hivyo juu yeye anapenda kitu mzuri. His father told KTN News that the search for justice for his son has been tough and fierce for their life. Hakuna siku wanakuja na peacefully. Either tu tukisikia askari wameingia, sisi ni hofu na kukimbia. Na ifaa hivyo. Hao maafisani wetu wametoka katikati yetu, ni jamii yetu. Wanafaa wakiingia pia wakawa wakijua wanakuja kwa watu wao. Hivyo wanatuchukua kama wanyama, si mzuri. Nalia kwa sababu ya huyu mtu ndo anafanya nilie kitu kwanza. Unaona? Na roho yangu ikiniuma ni huyu polisi ndo anafanya roho yangu iniume. Na hakuna siku ile nitaona polisi hivi kwa barabara niseme niko safe. Hata sasa nikiona polisi nikiona huyu nasema ama huyu ndo ameua kijana wangu, ama yeye ndo ameua kijana fulani siku fulani, ama wale watu wameuliwa wote labda ni hao ndo wanaouanga. Sasa hata nikipata shida siwezi kimbia kwa polisi. Ama nikiona polisi ndio uko barabara ati niko na shida ama kuna kitu mbaya nataka kunifanyikia,
na unabidi nikimbilie polisi, afadhali nikimbilie tu pale ingine hata. The director of public prosecution in Kenya, Nurdin Haji, has ordered that Constable Duncan Diema, who is said to have allegedly killed Yassin, be charged. A few meters in Huruma, another family in distress. This is the current situation that you'll find in most slum areas in Nairobi. Kenyans who have succumbed to death standing in their balconies. We come here in Huruma area of Nairobi to try and find out the story of a young child, 2 months old, who shockingly was tear-gassed inside her house. Assalamu alaikum. Tear-gas bali merushiwa ni hapa. Naona imekotwa na hapa tear-gas. Mtoto ya makambili naye alikuwa juu poti na kaa hapa hivi. Sasa vile tu nimeona tear-gas, nimekimbilia tu imerusha, nimechukulia huyu mtoto. Sasa vile tu nimesikia mtoto wangu huyu mwingine mama, kuangalia mtoto naye ndio mafiti. Nimemchukulia kwa mama, nimetoka hapa. Kiangalia watu wote wamekuja jirani. Shamsuddin Abdikadir shows us where a tear gas canister was thrown inside their home. Inside their house was 2-month-old Hassanat Shamsuddin. The parents tell KTN News the joy of their life hardly laughs or cries. Effects of the tear gas have left the family in tears. Mtoto ndani alifent na macho tu anagawisha, sijui macho amechange. Mtoto analia, huyu analia na kuchukulia mtoto nimeona hata mfahamu. Nimeshindwa mtoto wangu nini nimepata. Naona kitu white natoka kwa mdomo, macho white. Hapo sasa jirani umekuja wengi, wamekimbizana na mpaka hospitali. Kasi nabaki nina pano nufudi alabaye. Watu size kwa sasa suana anachukua matiti ananyonya, lakini baadaye imeniambia atujui Kenya unatendeka, fuatilia vizuri. Hata sasa nimeambia nielekeze akakani hospitali ya macho. Nataka sina pesa peleke na nini, sina mawezo, sina kazi, nimetupa kazi yangu kufuatilia mtoto tu, na ameniambia nipeleke hiyo hospitali. Sasa macho sijui saa zingine macho hata ananiangalia mimi na mita, anaangalia kando, aniangalia. Kuna vile hata naona hata mwenyewe analala tu mtoto. Ana nini sijui ali kuku saili anasikia tu njaa anaamkia. Mama anapatia nyuma, ananyonya tena analala. Ananga sasa raha. The family reported the case to the same local police station that the officer who threw the tear gas is drawn from. No one is yet to be arrested as the family continues to seek medical treatment for their daughter. Nini sasa nini nimekosea? Serikali wanatuambia saa moja akifika ruteni ajili ya corona. Sasa niko kwa jumba yangu. Nini nimesababisha nimerusha kwangu tear gas? Mimi brada hata nashangaa mpaka leo. Na nafuatilia hiyo maneno, hakuna mtu ana nini. Mpaka tumeenda juzi kwa station. Watu hata kutufukuza nje, tokeni. Roho mzima tukaamka tukasema ni nini imehappen mpaka tunatupiwa tear gas kwa nyumba na tujetoka nje, hatujaenda mahali tujichokoza mtu, tuko tu kwa nyumba. Kama ndo tunataka haki mtu tujue. Up to 15 Kenyans have been killed by police officers here in the slums. 31 people have sustained injuries directly linked to the act of police officers enforcing the curfew. This is according to the Independent Policing Oversight Authority. Here in the slums is a story of poor Kenyans living under the backdrop of the brute force of the National Police Service. As the night falls in the ghetto side, another murder. This time, a 60-year-old homeless man, famously known as Mbaite. Angry residents in the slums block and demonstrate, chanting his name. Mama alimuua na kuna mawitness wale walimuona. Na alipoua huyo guka alishtuka. Juu hakuwa anafikiria ni mzee. Yeye alikuwa anafikiria na uwa kijana ndiye waseme ni mwizi. Na ile bahati kubwa wako nayo ni ati walibeba hiyo mwili that night wakaenda nayo. Juu kama hiyo mwili ingekaa mpaka asubuhi tungeenda nayo mpaka State House. Tuulize corona. Tunaambiwa ati kuna curfew. Hiyo ndio curfew. Mbaite, the homeless man, is now hopeless. He bled to death.
Autopsy report shows he was shot 3 times close to the chest, abdomen and the hips. Mbona wasikimbishane na waizi, wanafuata mtu kama ule ambaye hana hatia? Ule mzee, to be honest, hata ungeamgonga tu kofi ananyamaza tu, lakini askari alimua ana utu na kuzidisha ni mama. Here in the slums, everyone has an agonizing story. Wanjiru Mbaite tells me this reminds her of what happened to her son who was also killed in a similar way. Kevin alitolewa kwa nyumba. Kutolewa kwa nyumba hivyo ndio alipotea. Kutoka tarehe 18 nilimpata City Mortuary akiwa na bullet 9 za uso. Kweli kama angekuwa muizi, mbona awalimshutu uso? Risasi moja imetosha kuua muizi. Huyu alipigwa risasi 9. Walimpiga risasi 9 kwa nini? Kwa polisi, hizi ni risasi za polisi ama kisi kutoka kwa vijana mtaani. Inside these sprawling slums is a story of confusion, an array of conflicting interests, and residents trying to contextualize the dilemma as it unfolds. 36-year-old Vitalis Owino had to answer nature call when he was accosted by police. Witnesses tell KTN News that he knelt, pleaded to the officers to allow him to proceed, but later he died in the hands of the cops for going to a public toilet. Mambo za COVID-19 na nini, tunahusishwa pia si tujadili challenges zile tunapitia kwa hizi kafi. Unaweza weka kafi tu juu unakunia kwa nyumba, lakini hiyo kafi unapata mimi choo yangu lazima nitoke nje niende 200 meters mali choo iko. So hiyo ni challenge kwangu. Saa 3 usiku mimi naogopa polisi bana ama mwizi. Hata nakunia kwa nikikunia kwa paper bag daily mnatuambia tu promote hygiene. Mimi ni promoter mkubwa sana wa hygiene. Ndio tukaleta hata mradi kai watu waache kukunia kwa paper bag, waache kukunia kwa mitaro zile tunasafisha. Lakini unapata saa hii hadi ukiangalia mimi nafanya na hii hygiene program iko mtaani ghetto saa hii. Nasafisha mtaro, hata ukiangalia nimevaa gambu tu niko job. Hizi mitaro tukisafisha sasa hii mavi imejaa hivi. Mtu anakunia tu hapo kwa mtaro yao hizi enda chojo atashikwa huko kwa kati. These are occasional scenes witnessed in the ghetto, residents demonstrating due to the spike of police brutality. Their message is just one: ghetto lives matter. Mtoto wetu hataki kuona vijana wetu wakiuliwa, hatutaki kuona kubeba majeneza, hatutaki kuona mtoto wetu ametiagasiwa. From the homeless man Mbaite to the ambitious and kind Yassin Moya and others who have succumbed to police brutality and not COVID-19 pandemic, this is the only way the slum dwellers chose to remember them, by using graffiti to send their message to the state. Haki manze, vitu hazi happen right hapa Kenya. Mtu unapata youth man at mistaken identity. Hizo ni vitu gani manze? Karau kuna space ya kuachia mayouth wa explain. Mwathiriwa kwanza kama kwa mtoto wangu, baba Ayubu ule mtoto wake amepigwa na tear gas. Kuna vijana hapo walibebwa, wengine hata wazazi wao wajepata maiti yao. Kuna wengine walipatikana maiti wameuliwa vibaya. Mimi ningeomba serikali justice ifanyike. Hata nikizeeka nikose kujijua, hata nikuyazi Yassin, ni kama nimetolewa hivi roho yangu. Ndio tunaambiwa kuwa na subra. Ukifikiria swali liomba Mwenyezi Mungu, yeye ni mtoto mdogo, unamfanyia dua. Unaona? Nafanyanga lakini siwezi macho yangu huwezi kadri kila saa. Sijawahi enda kazi mimi brother. Kazi niko kuumia na mali na mtoto. Nimeumia bado, hata kuna kitu nimeshughulikiwa na bado hiyo mtu anatembea tu hapa ndani. Baskari hata aniambi chochote, aniangalia tu. Bado tunafuatilia, bado hata mimi naomba tu serikali anifuatilie hiyo kesi. The Director of Public Prosecution Nurdin Haji tells KTN News that dozens of files on police-related crimes are on his tray. We have over 171 files from IPOA alone. And out of that, almost 100 are before court. And we are prosecuting them adequately. And this should show the public the importance that we place on ensuring that justice is served. There might be challenges out there, but we are trying to find the right ways and means of dealing with them. On 23rd June, Constable Duncan Diema, who was charged for allegedly killing Yassin Moya, denied the charges as the family sat in the courtroom awaiting for justice for their son. Diema's bail hearing is due in court.
The National Police Service leadership does not condone any police brutality. We are in the forefront pushing and ensuring that all the officers work within the law. And those who are not working within the law, action has been taken. The records have been given very clearly. Cases which have been taken to court, cases which are under investigations, and also the chairman and the commission, National Police Commission, the actions which have been taken against those officers. Na ile bahati kubwa wako nayo ni ati walibeba hiyo mwili that night wakaenda nayo juu. Kama hiyo mwili ingekaa mpaka asubuhi tungeenda nayo mpaka State House. Haki manze, vitu hazi happen right hapa Kenya. Nini sasa, nini nimekosea? Serikali wanatuambia saa moja akifika rudeni ajili ya corona. Mtoto wetu hataki kuona vijana wetu wakiuliwa, hatutaki kuona kubeba majeneza, hatutaki kuona mtoto wetu ametiagasiwa. Curfew was meant to protect Kenyans against the coronavirus and not to spread fear, pain and panic, but it mostly did the latter. Hussein Mohammed, KTN News.